siku hii ya leo nikiwa nimekuja mbele yenu, nimekuja na fundisho. Na fundisho lenyewe nitaongea kuhusu habari ya roho zinazotangatanga. Roho zinazotangatanga. Roho zinazotangatanga ni zipi? Tunapoangalia maandiko matakatifu katika kitabu cha Waebrania. Tunapoangalia maandiko matakatifu katika kitabu cha Waebrania 9 kubwa ndogo 27. Wacha tuone maandiko matakatifu yanasema nini. Kitabu cha Waebrania 9 kubwa mstari mdogo wa 27 kinasema, na kama vile watu walivyowekewa kufa mara moja, na baada ya kufa ni hukumu. Tukienda kuhusu habari ya kifo. Kifo, mtu amewekewa kufa mara moja tu maishani mwake. Yaani huwezi ukafa mara mbili. Pengine kama utakufa na baada ya hapo tena ufufuke. Tunaona mifano ya watu wengi waliokufa wakafufuka. Tunaona mfano ya Lazaro ambaye alikufa akafufuka. Tunaona mifano ya yule msichana wa Jairus ambaye alikufa akafufuka. Tunaona hata yule Dorcas ambaye Petro alimfufua. Kuna watu walikufa wakafufuka. Lakini kikweli ni kwamba mtu amewekewa kufa mara moja. Sasa kama utakuja ufufuke, lakini kwanza kipindi kinachoitwa kufa kimetendeka. Na baada ya hapo ndiyo mambo mengine pia yanaweza yakafuata. Kwa sababu kuna ufufuo kabla ya kiyama na kuna ufufuo baada ya kiyama. Lakini sasa kuna habari hii ya roho zinazotangatanga. Hiyo ndio habari ambayo nimetaka niiongelee kwa sasa. Roho zinazotangatanga ni zipi? Roho zinazotangatanga ni roho zilizo hai. Tofauti yetu na sisi ni kwamba ziko katika ulimwengu usioonekana kwa macho haya ya kibinadamu. Roho zinazotangatanga si watu waliokufa, ni watu ambao wamefichwa katika ulimwengu huu wa macho ya kawaida. Lakini katika ulimwengu wa roho ni watu walio hai na ni watu ambao wanaonekana kabisa. Yaani wako hai na wanaendelea kufanya shughuli zao kama wewe unavyoendelea kufanya shughuli zako ukiwa hapa duniani. Tunapoangalia maandiko matakatifu katika kitabu cha Isaia 42 kubwa mstari mdogo wa 22. Wacha tuone maandiko matakatifu yanasemaje. Kitabu cha Isaia 42 kubwa mstari mdogo wa 22 kinasema hivi. Kinasema, lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa. Kwanza unaposikia habari ya roho zinazotangatanga, tunaongea kuhusu habari ya watu walioibiwa na kutekwa. Si watu ambao wamekufa. Roho zinazotangatanga sio watu waliokufa, ni watu walio hai. Tofauti yake ni kwamba wameibiwa na kutekwa. Kitu kilichoibiwa ni kitu ambacho kimepotezwa katika muonekano wake wa kawaida na kuwekwa katika sura nyingine. Kitu ambacho kimetekwa ni kitu ambacho kimenyimwa uhuru wa kujihudhurisha katika sehemu 1, 2, 3. Hicho ni kitu ambacho kimetekwa. Kinasema, lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa. Wote wamenaswa katika mashimo. Wote wamenaswa katika mashimo. Wamefichwa katika magereza. Wamekuwa mateka wala hapana asemaye rudisha. Sasa msingi wa andiko hili ni kwamba roho zinazotangatanga ni watu ambao wameibiwa, tena wametekwa, wamefichwa katika mashimo, wamefichwa katika magereza. Lakini andiko linamaliza kusema, walakini hakuna mtu ambaye anasema rudisha. Sasa hawa ni watu walio hai. Tofauti ni kwamba wanaishi katika ulimwengu wa kiroho na sisi tunaishi katika ulimwengu wa macho ya kibinadamu. Lakini ikipatikana sauti inayosema kile kilichoibiwa kirudishwe, kile kilichotekwa kirudishwe, kile kilichowekwa katika shimo kirudishwe, kile kilichowekwa katika gereza kirudishwe, hawa watu wana uwezo wa kurudi katika maisha haya ya kawaida, tena tukaishi nao, tena wakawa ndugu zetu kama tulivyo hivi. Hiyo ndio msingi wa roho zinazotangatanga. Ama unaposikia roho zinazotangatanga,
Ninaongea kuhusu habari ya watu ambao wamefanywa katika hali hiyo ambayo imetajwa katika andiko la Isaia 42:22. Sasa ni dalili gani ambazo ukiziona unajua ya kuwa watu hawa ni watu ambao wanaitwa roho zinazotangatanga? Ama ni dalili gani ukiziona unajua ya kwamba hizi ni roho zinazotangatanga? Kwanza uweke katika ufahamu wako ya kwamba ni watu walio hai. Tofauti ni kwamba wanaishi katika ulimwengu usioonekana kwa macho ya kawaida, na sisi tunaishi katika ulimwengu unaoonekana kwa macho ya kibinadamu. Hiyo ndio tofauti yetu na wao, lakini si watu ambao wamekufa. Sasa dalili hizi ukiziona, kama ni jamaa yako, kama ni mtu ambaye ni wa ukoo karibu nawe, hata kama ni rafiki yako, lakini ana dalili hizi, ama huwa unaona dalili hizi maishani mwako, jua wewe unatembelewa na roho zinazotangatanga. Dalili ya kwanza inayoonyesha kuwa mtu huyo ni roho inayotangatanga ni hii: mtu kufa kifo cha ghafla, ama mtu amekufa kifo cha kutatanisha. Ukiona mtu amekufa kifo cha ghafla, ujue huyo si mtu aliyekufa. Huyo ni mtu ambao ametekwa, huyo ni mtu ambao amechukuliwa, huyo ni mtu ambaye amefichwa sehemu fulani, huyo ni mtu ambaye amewekwa katika gereza fulani. Anaitwa kifo cha ghafla. Sasa unapoona mtu ametoweka katika mazingira ya kutatanisha, huyo amekufa kifo cha ghafla. Nimekuambia, unapoona mtu amekufa kifo cha ghafla, ujue huyo ni mtu ambaye amechukuliwa katika hali ya kutatanisha. Kwa sababu mwanadamu hajaumbwa afe kifo cha ghafla. Kuna sababu zinazofanya mtu afe kifo cha ghafla. Na hizo sababu zinazofanya mtu afe kifo cha ghafla ndizo zinazofanya roho hizi zikae katika hali ya kutangatanga. Ni kwa sababu zilipumzishwa wakati wao, kipindi ambacho wakati wao wa kupumzika haujafika. Sasa zinabaki zikitangatanga, zinashindwa zifanye nini. Sasa unapoona mtu amekufa kifo cha ghafla, mtu ni mzima saa hii, baada ya dakika 2-3 ameanguka tu chini, amekufa. Na mwishowe anabebwa, anapelekwa mochari, ama anabebwa, anapelekwa kuzikwa na mambo kama hayo. Ujue huyo ni mtu ambaye yuko hai na amezikwa. Sasa mtu anapozikwa akiwa amekufa kifo cha ghafla, sisi hatusemi ya kwamba amekufa. Tunasema ya kwamba hiyo ni roho ya kutangatanga, roho iliyoibiwa. Huyo mtu atabaki akisumbua watu duniani. Ni kwa sababu hakufa katika ile hali ambayo mwanadamu wa kawaida anafaa afe. Amekufa katika hali ya kutatanisha. Kuna jamaa zetu wanaotuzunguka, wengine tunaishi nao, wengine wako katika familia zetu, wameondoka katika hali kama hizo. Sasa utakapoona mambo kama hayo, ujue huyo mtu amechukuliwa. Na mtu aliyechukuliwa huwa anatoweka katika kifo cha ghafla. Yaani mtu mko naye sahi, baada ya dakika 2-3 mnaambiwa eti amekufa. Huyo mtu ujue hajakufa, bali ametekwa, amepelekwa katika sehemu fulani ili kwenda kufanya kazi fulani ya kuletea watu fulani manufaa ambao wamehusika na jambo hilo. Na ndio sababu nilikuwa nimesema hapo mwanzo, mtu amewekewa kufa mara moja na baada ya kifo ni hukumu. Lakini unapoona mtu amekufa kifo cha ghafla na baada ya hapo anaanza kurudirudi akisumbua watu walio hai, nimekuambia mtu huyo hajafa, bali amechukuliwa. Na asilimia kubwa ya watu wanaotuacha, jamaa zetu, ndugu zetu na wale wanaotuacha, ni watu ambao wanachukuliwa katika vifo hivyo vya ghafla, na hali wanaenda kuletea watu wengine faida. Wanakaa katika maisha ya kutangatanga kwa sababu hawakupata pumziko wakati waliondoka hapa duniani. Tunapoangalia safari ya wale waliokuweko kabla yetu, ni mtu alikuwa anaita watu, anawaambia, mimi naona siku zangu za kuondoka zimekaribia, mahusia nawapa ni haya, mfanye hiki na hiki na hiki ili muishi namna hii na namna hii na namna hii. Lakini hakujawahi tokea kitu ambacho mtu tu aliondoka ghafla.
na hicho kitu kikawa ya kwamba mtu huyo amekufa. Na historia hiyo zamani hatujaiona, ni mambo yameanza tu hivi karibuni, wakati watu wanatafuta faida zao wenyewe. Sasa unapoona mtu amekufa kifo cha ghafla ama amekufa kifo cha kutatanisha, huyo anaingia katika lile kundi la roho zinazotangatanga. Na akishaingia katika lile kundi la roho zinazotangatanga, atabaki akisumbua watu walio hai. Sababu nyingine inayoonyesha kuwa hii ni roho inayotangatanga ni mtu ambaye anaitwa maiti. Unaona maiti anatoa jasho. Ukiona mtu amekufa lakini anatoa jasho, ujue huyo mtu hajafa, bali ni roho inayotangatanga. Kwa sababu mtu akifa, hakuna sehemu yoyote katika mwili wake ambayo ina function. Viungo vyake vyote huwa vimeacha kufanya kazi. Lakini inakuwaje mtu anaendelea kutoa jasho? Ama inakuwaje mtu anatoa machozi? Sasa unaposikia maiti anatoa machozi ama maiti anatoa jasho, ujue hizo ni roho zinazotangatanga. Huyo ni mtu ambaye amechukuliwa katika kile kifo ambacho nimekuambia, kifo cha ghafla. Kule alikoenda haja kupenda, na ndio sababu hata hatamani kwenda huko. Sasa usije ukaa unasema mtu wetu amekufa, amepumzika, alikuwa na shida nyingi, ameugua sana. Kwa nini analia? Kwa nini anatoa jasho? Ujue huko alikoenda hajakupenda. Na nimekuambia ametolewa tu katika macho haya ya kibinadamu, mtaona amekufa, mtamzika, sawa. Lakini huko alikoenda kuna kazi anaenda kuzifanya ambazo hakuzipenda. Sana sana huwa ni kazi za kishirikina. Sasa ukiona maiti anatoa jasho ama uone maiti anatoa machozi, ujue huyo hajafa, bali huyo ameingia katika roho zinazotangatanga. Na kitu kingine ukikiona unajua hii ni roho inayotangatanga, ni marehemu kuongea ndani ya mtu aliye hai. Unapoona marehemu anaongea ndani ya mtu aliye hai, ujue hiyo ni roho inayotangatanga. Ni kwa sababu gani? Tunaposoma kitabu cha Mhubiri, wacha tuone maandiko matakatifu yanasemaje. Mhubiri 9 kuanzia 5. Kitabu cha Mhubiri 9:5 kinasema hivi. Mhubiri 9 kubwa kuanzia 5 kinasema hivi. Kitabu cha Mhubiri 9 kubwa kuanzia 5 kinasema, kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watakufa. Kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watakufa, lakini wafu hawajui neno lolote, wala hawana ijara tena, maana kumbukumbu lao limesahauliwa. 6. Mapenzi yao na machukio yao na husuda yao imepotea yote pamoja, wala hawana sehemu tena katika jambo lolote linalofanyika chini ya jua. Sasa ukiona maiti amekufa lakini anaongea kupitia mtu aliye hai, ujue hizo ni roho zinazotangatanga. Kwa sababu tumeambiwa ya kuwa walio hai wanajua ya kwamba watakufa, lakini wafu hawajui neno lolote linaloendelea hapa chini ya jua. Sasa ukiona mtu ni marehemu na anajua mambo yanayoendelea hapa chini ya jua, ujue huyo sio marehemu, ni zile roho zinazotangatanga. Na unaambiwa hana sehemu tena katika mambo yanayoendelea hapa chini ya jua. Sasa ukiona marehemu amekuja anaongea ndani ya mtu aliye hai, anasema fanya hiki, fanya hiki, sijui ukienda sehemu fulani utapata kitu fulani niliweka hapo, na kweli ukienda kitu hicho unakipata, ujue wewe unapambana na kitu ambacho kinaitwa roho zinazotangatanga. Huyo sio mtu aliyekufa. Hizo ni roho zinazotangatanga. Ni mtu ambaye ametolewa katika ulimwengu wa kibinadamu, ameingia katika ulimwengu wa rohoni, lakini kinyume na utaratibu wa Mungu. Sasa siku zote utakazoona maiti anaongea ndani ya mtu aliyekufa, ujue huyo ameingia katika kundi la roho zinazotangatanga. Na dalili nyingine ukiiona unajua kuwa hizi ni roho zinazotangatanga, ni kuota ndoto juu ya mtu aliyekufa. Wewe mtu uliye hai hufai kuota ndoto juu ya mtu aliyekufa. Ukiona unaota ndoto juu ya mtu aliyekufa, ujue mtu huyo hajafa. Huyo ni mtu ambaye yuko hai. Unaota ya kuwa mlikuwa naye sehemu fulani, mumekaa ama mnafanya shughuli zile ambazo mlikuwa mnafanya akiwa bado hai, ujue huyo mtu hajafa.
Kwa sababu mtu ndio aote ndoto, huwa kwanza huu mwili wa kibinadamu unakaa ni kama umekufa. Wakati unalala usingizi, huwa anaingia katika roho anaingia katika ulimwengu wa rohoni. Sasa ukiwa umeingia katika ulimwengu wa rohoni na yule pia yuko katika ulimwengu wa rohoni, sasa mkikutana huko, unaanza kuota ni kwamba mmekuwa pamoja naye, mmesema mamoja mawili matatu, mlipanga mambo mengi. Ujue huyo mtu kwanza hajafa. Wewe ndio ufike huko ulikuwa katika hali ya kukaa kama kifo. Ni kwa sababu ulipolala mwili ukawa ni kama umekufa, ndipo ukaingia katika ulimwengu wa roho. Naye pia alionekana katika macho ya kibinadamu ya kwamba pia amekufa, lakini ndipo akaingia katika ulimwengu wa roho. Sasa mnapokutana huko katika ulimwengu wa roho, mnakaa maisha ni kama haya tuliyoko hapa duniani. Ujue wewe unafanya shughuli zako na roho zinazotangatanga. Sasa ukiona ya kwamba unaota ndoto juu ya mtu aliyekufa, ujue wewe una ushirika na roho zinazotangatanga. Hiyo ni dalili nyingine. Kuota ndoto juu ya mtu aliyekufa. Hizo ni dalili za roho zinazotangatanga. Na kitu kingine, dalili nyingine inayoonyesha kuwa hizi ni roho zinazotangatanga ndiyo hii. Kutozikwa katika sehemu husika. Kutozikwa katika sehemu husika. Ukiona mtu amekufa lakini hajazikwa katika sehemu husika, ujue huyo mtu automatically ataingia katika zile roho zinazotangatanga. Sababu zinazofanya mtu afe na ashindwe kufika katika sehemu husika ili azikwe. Mfano ni watu wengi wanaoishi mijini na watu wengi walioenda katika nchi zile za ng'ambo. Unakuta mtu amekufa mjini ama mtu amefariki akiwa kule ng'ambo. Halafu vinatokea visababu vingi mpaka hata zile njia za kumrudisha ili aje azikwe kwao ama pale ambapo babu zake na baba zake walizikwa zinashindikana. Hivyo vizuizi hivyo vinavyofanya hayo mambo yashindikane ndivyo vinavyofanya hii roho iingie katika zile dalili za kutangatanga. Sasa huyo atakuwa ni roho inayotangatanga, ni kwa sababu atakuwa amezikwa katika sehemu isiyohusika. Na watu wa zamani wote walipokufa, mtu walikuwa wanapambana mpaka huyu mtu ahakikishe amefika katika sehemu husika. Tunaona watu kama Ibrahimu, tunaona watu kama Isaka, tunaona watu kama Yakobo. Hata tunamuona Yusufu pia amekufa akiwa katika nchi ya Misri, lakini akawaapisha wale wana wa Israeli akisema, mimi najua ya kuwa nitakufa, lakini baada ya hapo nawaapisha ya kwamba hii mifupa yangu muibebe mpaka muipeleke sehemu husika ili nizikwe pamoja na babu zangu na baba zangu. Sasa ukiona mtu amekufia mjini na akazikwa mjini, basi huyo ataingia katika roho zinazotangatanga. Ni kwa sababu alikufa akiwa hana pumziko. Na nimekuambia sababu zilizofanya apoteze maisha ni kwamba amechukuliwa, kwa sababu amekufa kabla ya wakati wake kutimia. Sasa anaingia katika zile roho zinazotangatanga, na huyo ndio yule ambaye anarudi akisumbua watu walio hai, akisema huku penye niko sijui mmenitenga, nasikia baridi, sijui nini, mambo kama hayo. Anauliza, kwani mimi sikuwa sehemu yenu ndio mkanizika kando na nyinyi? Sasa unaposikia maswali kama hayo, ujue tayari hizo ni roho zinazotangatanga. Na hayo maneno ndio yanaonyesha hiyo ni roho inayotangatanga. Kutozikwa katika sehemu husika. Hiyo ni dalili ya roho zinazotangatanga. Dalili nyingine inayoonyesha kuwa hizi ni roho zinazotangatanga ni kupotea ghafla. Unaweza kuona mtu yuko tu, lakini visababu vikatokea. Pengine watu wamemuudhi, ama kando na kuudhi, jambo moja mbili tatu limetokea, pengine kutoelewana. Baada ya hapo huyu mtu akatoka tu nyumbani na akapotea ghafla, hata miaka 2, 3, 4, 5, hata miaka 10. Lakini huwa mnasikia tu yuko mahala fulani. Tatizo ni kwamba mkienda huko hamumpati. Mtu kupotea ghafla, huyo anaingia katika dalili za roho zinazotangatanga. Mtu kupotea ghafla. Mtu hajaandikiwa kupotea ghafla. Hizo ni dalili za roho zinazotangatanga. Kuna watu wanapotea hata miaka 20. Wewe unapompigia simu anakuambia, mimi niko mzima, nitakuja tu.
lakini haji, na miaka inaendelea kwenda tu. Mpaka unaona imeenda miaka hata 20, mtu anasema niko tu, niko mzima, sina shida, naendelea na maisha, nitakuja tu, lakini haji. Hiyo ni roho zinazotangatanga. Roho zinazotangatanga, kupotea ghafla. Dalili nyingine inaonyesha kuwa hizi ni roho zinazotangatanga ni habari ya maiti kutoa harufu mbaya pindi tu muda mchache baada ya kufa. Maiti anatoa harufu mbaya muda mchache baada ya kufa. Mtu anaweza akafa hata usubuhi, akakaa mpaka jioni, hata mpaka kesho, bila kufanyiwa preservative yoyote. Lakini ukiona mtu amekufa baada ya masaa 2-3 ameanza kunuka, ama mwili umeanza kutoa harufu mbaya, ujue huyo mtu si mtu ambaye amekufa. Yani ni kama kiini macho fulani hivi mmebadilishiwa. Baada ya hapo sasa anaingia katika zile roho zinazotangatanga, kwa sababu mtu mwenyewe halisi amechukuliwa, mkaachiwa hapo kitu kingine kisichokuwa mtu halisi. Na hicho kitu kingine ndio kinaingia katika hali ya kutoa harufu mbaya ama kunuka baada ya kufa, masaa machache baada ya kufa. Zamani tunaona hii mambo ya mortuary haikuwa. Tunaona hii mambo ya preservative nyingi haikuwa. Lakini maiti alikuwa anaaga, baada ya kuaga anakaa hata siku 3 hajapelekwa mortuary, hajafanyiwa preservative yoyote ya nguvu kama hizi tunazoziona za kisasa. Lakini tunaona mwili unakata siku 2-3 hautoi harufu yoyote. Tatizo ni kwamba tu nyakati hizi tunazoishi, ambazo kuna roho za kutangatanga zinafanya kazi kwa sana, ndio mtu tu akifa baada ya masaa 3-4 ameanza kutoa harufu mbaya. Na hiyo ndio imesababisha watu wengi wapelekwe mochari. Hata wameua ile imani ya kuombea marehemu yule aliyetoweka ili arudishe uhai. Kwa sababu wengi hawajakufa, wengi wamefichwa, wengi wameibiwa, wengi wametolewa tu katika macho ya kibinadamu ya kawaida, wakawekwa katika ulimwengu mwingine. Na wanataka tu imani ili waweze kurudishwa. Sasa hiyo imani ikikosekana, ndio kubeba maiti kupeleka mochari na mambo kama hayo, ndio mwishowe huyo mtu sasa mnampoteza. Sasa ukiona maiti anatoa harufu mbaya muda mchache baada ya kufa, ujue huyo sio maiti, ni kama kiini macho fulani mmebadilishiwa. Anaingia automatic katika lile kundi la roho zinazotangatanga. Dalili nyingine inaonyesha kuwa hizi ni roho zinazotangatanga ni kuwa na hofu isiyo na sababu. Unakuta mtu ana hofu isiyo na sababu. Kwa mfano, ushawahi kupita mahala fulani, alafu ukipita hapo mahali fulani unasikia nywele zinakusimama, unasikia kuna sauti za watu zisizoeleweka, mara unasikia ni kama watu wanatembea na huwaoni, ujue hapo mahali kuna roho zinazotangatanga. Sasa ukiona una hofu isiyo ya kawaida maishani mwako, ujue wewe huwa unatembelewa na roho zinazotangatanga. Kwa sababu jinsi Mungu alivyoumba huu mwili wa binadamu, ameuumba ukiwa active kabisa. Kiwango ya kuwa kama kuna kitu chochote kitakufikia ama kitakukaribia kisichokuwa cha kawaida, huu mwili lazima usense. Ndio sababu hakuna kitu chochote kinachoweza kumpata mwanadamu ghafla mpaka kuwe na spiritual communication maishani mwake. Ni either hajui tu ama amepuuza. Lakini haiwezekani jambo lolote kukupata kwa ghafla. Hilo haliwezekani. Hiyo ni dalili nyingine, kuwa na hofu isiyo na sababu. Ukiona una hofu isiyo na sababu, ujue umetembelewa na roho zinazotangatanga. Na hizo roho zinazotangatanga zinapokutembelea ukiwa na hofu isiyo na sababu, zinaweza zikakuchukua ghafla na wewe pia ukaenda kujumuika pamoja nazo. Sasa unapoona dalili kama hiyo, lazima uombe sana Mungu na ukemee haya mambo yasikukaribie, yaende mbali na wewe kabisa. Kwa sababu hizo ni dalili za roho zinazotangatanga na zinatafuta vile zitaongezeka ili ziwe nyingi. Dalili nyingine inayoonyesha kuwa hizi ni roho zinazotangatanga ni kusikia sauti na makelele zisizoeleweka, hasa majira ya usiku. Unasikia sauti na kelele zisizoeleweka hasa majira ya usiku. Unaweza kuwa pengine umelala ndani ya nyumba yako, ama uko sehemu ya nje, sehemu fulani usiku unatembea ama unapita,
Unaanza kusikia sauti ni kama za watu, na watu wenyewe hawaonekani. Hata nyumbani kwako unasikia ni kama watu wanakuita, na watu wenyewe hawaonekani. Hata ukitoka nje huoni mtu, lakini ukiingia ndani sauti hizo unazisikia. Sasa ukisikia sauti zisizoeleweka na makelele yasiyoeleweka, hasa majira ya usiku, kwa mara nyingi hizo ni roho zinazotangatanga. Na ukipatikana ya kuwa huna imani thabiti, basi wewe ni rahisi sana uchukuliwe. Na hiyo ndio unaonanga mtu amekufa ghafla. Ama hizo ndio sababu zinazosababisha vifo vya ghafla. Na mwishowe unatoweka. Na unapotoweka ujue hujafa, umeenda kuungana na roho zinazotangatanga. Kwa sababu nimekuambia roho hizi zinazotangatanga ni watu walio hai ambao wameibiwa tu kutoka ulimwengu wa macho ya kibinadamu na kuingizwa katika ulimwengu wa macho ya kiroho. Sasa ukiona sauti na makelele zisizoeleweka hasa majira ya usiku, anza kuomba ili hayo mambo ya kuepuke na ya kuondokee. Kama si hivyo, utaingizwa katika roho zinazotangatanga. Na wewe pia utabaki hapa ukitangatanga ukisumbua wanadamu walio hai. Dalili nyingine inayoonyesha kuwa hizi ni roho zinazotangatanga ni hii: kuhisi harufu mbaya na manukato na uvundo. Unahisi harufu mbaya, unahisi harufu ya manukato, unahisi harufu ya uvundo bila kutambua chanzo chake ni nini. Sasa unapoona dalili kama hizo, kuna vitu vinanuka vibaya, kuna vitu vinanuka ni kama vitu vimeoza, unasikia ni kama harufu ya manukato, sijui udi uvumba hivi, na hujui zinatoka wapi, hujui chanzo chake, ujue ya kwamba hizo ni dalili za roho zinazotangatanga. Na huwa zinakuja katika hali kama hiyo ili ziweze kuharvest watu. Na wewe pia utakapokuwa uko katika hali ya ulegelege katika imani, ujue wewe ni miongoni mwa wale ambao watachukuliwa. Na hizo ndio sababu zinazofanya watu wapoteze maisha ghafla. Sasa wanapokutembelea, hizi roho zinazotangatanga zinapokutembelea katika hali hiyo, kwanza unaanza kuhisi dalili kama hizo. Unasikia harufu ya vitu vinanuka kama manukato, unasikia harufu ya vitu vinanuka kama uvundo, yani vitu vilivyooza. Unashindwa harufu hii inatoka wapi? Na ukijaribu kuangalia unasikia ni kama vitu vinachomwa, vinanuka harufu mbaya. Na ukiangalia moto huoni, lakini harufu unasikia. Saa nyingine hata hizo sauti pia unasikia. Ujue wewe umetembelewa na roho zinazotangatanga, na muda sio mchache utaingia katika kundi hilo. Maana yake utapoteza maisha ghafla. Dalili nyingine inayoonyesha kuwa hizi ni roho zinazotangatanga ni hii: vitu kuhamishwa ama kupotea bila sababu. Vitu kuhamishwa ama kupotea bila sababu. Kwa mfano, kama wewe ni mtu ambaye unafanya biashara, unakuta unaweka stock yako dukani, lakini ukienda ukilala ukirudi unakuta vitu vimepungua dukani. Unauza vitu vyako lakini hupati faida. Hata unauza pesa lakini zinapotea. Hasa ukienda sehemu zile za pwani coast huko, utakuta kuna vitu vinaitwa chuma ulete. Chuma ulete wengi wanasema ni majini. Lakini majini haya ni hizo roho zinazotangatanga. Yani wale watu ambao walipoteza maisha yao ghafla. Kuna watu waliwachukua ili waende wawafanyie kazi fulani. Sasa ukishaona mtu amechukuliwa katika hali ya kutatanisha na amepoteza maisha yake, ujue anaenda kuingia katika kundi la kufanya biashara kama hizo ambazo zinaitwa chuma ulete. Yani yule aliyewafuga hawa watu anaendelea tu kupata faida. Lakini wewe unayefanya biashara, wewe huoni faida yoyote. Kumbe kuna kitu ambacho kinaitwa chuma ulete kinakutembelea katika biashara yako mchana na usiku. Na ndio sababu unauza huoni faida. Unajaribu kupambana, hakuna kitu ambacho kinasonga. Hata ukikaa kazini unajiona ni kama tu umechoka kabisa, unashindwa uchovu unatoka wapi. Ni kwa sababu huwa unapigwa na hiyo roho ya uchovu ili upate kuibiwa. Unaona ni kama huna hamu ya kazi, hata ile kazi unayoifanya. Wanaitwa chuma ulete. Chuma ulete ni viumbe vya kiroho ama ni roho zinazotangatanga, zinazotumika kwa sababu ya kuiba vitu vya watu. Hata kwa nyumba yako unaweza kuja ukakuta kitu kimepotea.
Kwa macho ya kibinadamu unaona kimepotea kabisa hakiko. Sisemi eti kinapotea rohoni. Kinapotea kawaida. Wewe ulikuwa na shilingi 50,000, umeiweka mahala fulani na hakuna mtu ameiba, ukienda unakuta zimebaki 48,000 ama 47. Hizo mbili zimechukuliwa na huyu na hizi roho zinazoitwa chuma ulete. Na hivyo ndivyo watu wengi wanavyoishi mjini. Wanatumia hizi roho zinazotangatanga ili kujinufaisha. Na ndio unaona mtu hafanyi kazi lakini anaishi maisha mazuri. Kumbe ni habari ya chuma ulete. Hizo roho zinazohamisha vitu vinahama katika ile hali ya kutatanisha. Yaani vitu vinapotea tu katika hali ya kutatanisha. Hauelewi chanzo ni nini. Kupotea kabisa. Yaani hujui vinaendaje. Na unaona kama ni biashara inadidimia mpaka mwisho inafunga. Hiyo ni roho zinazotangatanga. Hiyo ni dalili ya roho zinazotangatanga. Na dalili nyingine inayoonyesha kuwa hizi ni roho zinazotangatanga ni wapenzi wa ndotoni. Wanaitwa spiritual wife and spiritual husband. Unapoona unatembelewa na wapenzi wa ndotoni, maana yake spiritual wife and spiritual husband, ujue wewe unatembelewa na roho zinazotangatanga. Ndio sababu nilikuwa nimekuambia pale mwanzo, hawa sio watu waliokufa, ni watu walio hai, bali wako katika ulimwengu wa kiroho. Sasa spiritual wife na spiritual husband, hawa ni watu walio hai. Tatizo ni kwamba hawako katika ulimwengu wa kibinadamu, wako katika ulimwengu wa rohoni. Na ndio sababu wakati usingizi mzito umekuchukua, unaona wamekutembelea, wanaanza kufanya mapenzi nawe. Sasa ukiona dalili kama hizo, ujue hizo ni roho zinazotangatanga. Na ndio sababu kile kitabu kimetuambia ya kwamba hakuna ushirikiano wowote kati ya mtu aliye hai na mtu aliyekufa. Kile kitabu cha Mhubiri 9 kuanzia 5 mpaka 6 pale. Tumeona ya kwamba hakuna ushirikiano wowote kati ya mtu aliye hai na mtu aliyekufa. Sasa ukiona wewe una ushirikiano na hizi roho zinazotangatanga, basi ujue tatizo liko. Na hilo tatizo linapoanza, ukianza kuwa na ushirika na wao, ushirika wa karibu, basi muda usiokuwa mwingi utachukuliwa. Na ukichukuliwa utakuwa hujafa, bali utakuwa umefichwa katika watu, katika macho ya kibinadamu, na kuingizwa katika ulimwengu wa kiroho, ulimwengu usioonekana kwa macho ya kawaida, ili uendelee kuwapa watu wengine faida. Sasa utakapo umeenda katika hali hiyo, utabaki wewe ni roho inayotangatanga. Na wengi wanaochukuliwa katika zile roho zinazotangatanga ni wale wadhaifu katika imani. Ukiwa tu mdhaifu katika imani, ujue ni rahisi sana kuchukuliwa katika hali hiyo. Na kweli utaenda katika hali hiyo. Lugha nyingine ambayo huwa inatumika sana kuhusu hizi habari ya roho zinazotangatanga, ama watu ambao wamechukuliwa kwa ghafla na wana dalili hizi zote ambazo nimezitaja. Ninasikia katika kule nchi ya Tanzania wakisema msukule ama misukule. Watu waliochukuliwa msukule. Hizi ni dalili za watu waliochukuliwa msukule. Hizo zote ambazo nimezitaja. Yaani mtu aliyechukuliwa msukule ni mtu ambaye amekufa katika hali ya ghafla. Amekufa katika hali ya kutatanisha. Yaani hata mambo yake hayaeleweki. Mtu yuko hai mara amekufa. Wengine hata wana faint alafu wanaenda kabisa. Sasa mtu utakapoondoka katika hali hiyo, tunasema ya kwamba umechukuliwa msukule. Ama tunasema ya kwamba umekufa kifo cha ghafla. Na baada ya hapo utakuwa na dalili hizo zote ambazo nimezitaja. Sasa kama kweli wewe ni mwanadamu, mtafute Mungu kweli kweli. Ongeza viwango vyako vya imani. Na usiwe na ushirikiano wowote na kitu chochote ambacho kinaonyesha dalili kama hizi nilizokutajia. Kwa sababu mtu amewekewa tu kufa mara moja. Na baada ya kifo ni kungoja hukumu. Tena hakuna ushirikiano wowote kati ya mtu aliye hai na mtu aliyekufa. Hata kama alikuwa jamaa yako vipi, hata kama ulikuwa unampenda vipi. Yaani usimwamini akija katika hali ya maono, hali ya ndoto, ama katika hali yoyote. Ama hata kama amekuja katika ile njia inaonekana ni kama itakupa faida. Mwingine anasema eti babu yangu aliyekufa, sijui alikuwa ameacha pesa mahala fulani, amenikujia katika ndoto akasema niende nichimbue mahala fulani nitapata pesa, na kweli akienda anazipata. Na kuambia hizo zote ni dalili za roho zinazotangatanga. Hawa watu huwa wanaishi mpaka kipindi fulani.
Kikifika kile kipindi ambacho Mungu aliwapangia waishi hapa ulimwenguni, hizi roho zinazotangatanga huwa zinazeeka, na zikishazeeka sasa zinatoweka. Na zikishatoweka sasa hautaziona tena. Lakini kabla wakati wake wa kupumzika ambao Mungu aliuandaa ufike, huwa zinabaki hapa duniani zikisumbua watu na zikitesa watu. Kwa mfano wewe Mungu amekupangia uishi miaka 50 na umeishi miaka 20, alafu ukachukuliwa katika hiyo hali ya kutatanisha. Ujue hiyo miaka 30 iliyobaki utaishi katika mazingira ya roho zinazotangatanga. Na utakuwa unaishi ukiletea watu wengine faida, hasa wale waliokuchukua katika hiyo kifo cha ghafla ama katika hiyo hali ya msukule. Sasa utakapoishi maisha hayo, utakuwa kwanza wewe mambo ya habari ya mbinguni huko sahau, kwa sababu hakuna mtu yeyote ambaye alichukuliwa msukule atakayeingia mbinguni. Pengine urudishwe hapa duniani, uishi tena uje ufe kifo cha kawaida. Hapo una matumaini. Lakini kama ulichukuliwa katika hali ya ghafla ama hali ya kutatanisha, wewe ujue ya kwamba umeenda kuzimu direct, kwa sababu hata hizi kazi unazoenda kuzifanya ukiwa roho ya kutangatanga, unaenda kufanya kazi za watu wa kuzimu, unaenda kuletea kuzimu faida. Sasa wewe sio material ya mbinguni tena, bali wewe ni material ya jehanamu. Sasa kama kuna kuishi kokote unaweza ukaishi, ni uishi ukiwa hai. Ufanye mambo yako ukiwa hai. Unaposoma kitabu cha Mhubiri, hiyo Mhubiri 9 kubwa, tuone mstari wa 10 unasemaje. Mhubiri 9 kubwa mstari wa 10 unasema hivi: lolote mkono wako utakalolipata kulifanya, ulifanye kwa nguvu zako, kwa kuwa hakuna kazi wala shauri wala maarifa wala hekima huko kuzimu uendako wewe. Maandiko yanasema lolote ambalo mkono wako waweza kulifanya ni ulifanye ukiwa hai, kwa sababu hakuna mashauri, hakuna hekima, hakuna maarifa, hakuna kazi yoyote huko kuzimu unakoenda wewe. Wewe unapoondoka tu hapa duniani, mambo yako yote yameisha. Kama ulikuwa na maarifa na hekima na ujuzi, kuna faida yoyote ambayo ungempa mtu aliye hai, ujue ya kwamba umechelewa. Sasa ikiwa utakuja katika hali nyingine ambayo isiyokuwa ya kawaida, ujue wewe umekuja kama roho inayotangatanga. Na ukiwa umekuja kama hiyo roho inayotangatanga, ujue umekuja kusumbua watu walio hai. Na wewe sasa hata unafaa ukemewe, kwa sababu hufai kabisa. Sasa kama kuna jambo lolote ambalo unaweza ukalifanya, ni ulifanye ukiwa hai. Ukishindwa kufanya mambo yako ukiwa hai, ukarudi katika hali ya zile roho zinazotangatanga, wewe ni pepo na utakemewa kama pepo. Kwa fundisho hili kidogo, najua ya kuwa mambo haya yamekumba familia zetu, mambo haya yamekumba hata majirani zako, mambo haya hata wewe mwenyewe umehusika katika maisha yako. Kukawa na jamaa zako mmoja, wawili, watatu wameaga, na ukawa unawaamini katika hali fulani. Hata unaendelea kuzungumza nao na kuambia siku hii ya leo ya kwamba hizo ni roho zinazotangatanga. Na usifanye ushirika wowote kati ya mtu aliye hai na mtu aliyekufa. Usifanye ushirika wowote kati ya vitu vilivyo ulimwengu wa macho ya kawaida na ulimwengu wa vitu vilivyo rohoni, isipokuwa tuwe ni vitu vya kimbingu. Hivyo ndio tumeruhusiwa kufanya navyo ushirika vikiwa ni vya rohoni. Lakini vitu vya kuzimu ama peponi ama pepo, usiwahi fanya ushirika kama huo. Kwa hayo mafundisho machache na mashauri machache, aliyesikia na Mungu amubariki. Nikipata wakati tena nitarudi. Amen.